kuna mteja wetu mmoja ambaye ameweza kununua kitabu hiki cha sheria 48 za nguvu. Moja kati ya vitu ambavyo nimeweza kujifunza kupitia kitabu, nimejifunza vitu vitatu. Kitu cha kwanza kinasema kwamba never outshine your master. Manake katika maisha siku zote usiwe juu ya mkubwa wako. Mwandishi anazungumza kwamba sio uwe mjinga kama ujifiche. Hata kama una uwezo, una vipaji, lakini hakikisha kwamba hauoneshi kuwa mkubwa zaidi ya mkuu wako. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana kwamba katika maisha ambayo tunaweza kuishi ni kwamba inaweza kuwa unajua vitu vingi sana kuliko bosi wako, lakini hiyo usichukulie nafasi kwamba wewe kuonekana kama ndo mkubwa zaidi kuliko yeye. Hata kama unajua, maana lazima wewe umpe nafasi ya kuendelea kuwa mkubwa. Na hii kanuni tunaweza kuitumia katika sehemu ya uongozi, lakini pia katika sehemu ya familia na hata pia katika sehemu ya kazini. Unaweza kutumia hii formula, ni nzuri sana. Kufanya hivyo huwezi kuondolea wewe mamlaka, lakini pia hii itakupa nafasi nzuri sana, kwa sababu wewe kumpa tu nafasi mkubwa wako ni kwamba ku appreciate kwamba yeye habari kuwa mkubwa haiwezi kuondolea mamlaka yako. Kwa hiyo sheria ya kwanza, never outshine your master. Kama usije kuwa mkubwa zaidi ya mkuu wako. Lakini pia sheria nyingine ambayo nimeweza kujifunza ni sheria ya 17. Sheria inasema kwamba usitabilike. Katika maisha hakikisha kwamba hautabiliki. Na ukiweza kutabilika, ina maana kuna vitu vingi ambavyo utaweza kushindwa kufanya katika maisha. Kwa sababu kuna mtu mmoja alisema kwamba watu hawezi kumshambulia mtu ambaye hawezi kumjua. Maana hiyo katika biashara, iwe katika simu yote, una kitu ambacho unaweza kukifanya. Kwa sababu watu wakiweza kujua ama siri ama vitu ambavyo unaweza kuvifanya, mwisho wa siku inakuja kuwa na madhara kwako. Kwa sababu utashindwa kufanya kwa vile ambavyo wewe jinsi ambavyo ulitaka. Kwa sababu watu wakishakujua, maana yake inakuwa ni rahisi kuweza kukuataki. Kwa lazima ustabilike katika kitu chochote ambacho unaweza kukifanya. Lakini pia kitu kingine mwandishi ambacho ameweza kuzungumzia sheria nyingine 42, anasema kwamba mpige mchungaji na kondoo watatawanyika. Akiwa na maana gani? Akiwa na maana kwamba siku zote katika maisha ukitaka uweze kupambana na jambo lolote, usipambane na kule ambako kumeweza kutokea. Pambana na chanzo, maana kitafuta chanzo. Kama naweza kuona kwamba baadhi ya mambo mengi ambayo yameweza kuendelea, makampuni, biashara, ina maana kwamba kuna mtu ambaye yeye ndo anaweza kuongoza na kuorganize hivyo vitu vyote. Kwa hiyo ukitaka uweze kufanikisha jambo lolote ile, maana yake tatizo lolote ambalo linaweza kutokea, tafuta chanzo kwanza cha hilo tatizo. Na hapo ndo unaweza kufanikiwa zaidi. Na ndio maana hata katika maisha pia ni kwamba tatizo likishatokea, angalia chanzo cha hilo tatizo uweze kupambana nalo. Sasa vipo vitabu vingi kwa wale ambao wanaweza kuhitaji. Vipo vitabu kwa ajili ya mambo ya uongozi, lakini pia vipo vitabu kwa ajili ya makusudi, nasema purpose, lakini pia vitabu kwa ajili ya personal development, vipo vitabu kwa ajili ya financial literacy, kwa sababu wanasema kwamba kama huwezi kusoma, manake huwezi kujifunza, manake siku utakacha kujifunza, manake huwezi kukua zaidi. Kwa hiyo ili uweze